wewe umeridhika kabisa. Lakini Mtume Petro siku moja anahubiria watu 4,000 sijui 5,000 wanamwamini Yesu. Hiyo nguvu ilikuwa sio nguvu ya kawaida. Leo tumeacha na tumeruhusu upotevu wa nguvu hii ya Mungu, na tukabaki na akili yetu na tukabaki na ujanja wetu, na mwisho wa siku hakuna tunachoweza kushangaza kwenye ulimwengu wa leo. Ndugu zangu, ulimwengu wa leo umeadvance. Ulimwengu wa leo umefika mbali. Ulimwengu umeenda mbali. Kanisa linasuazua, linatembea hapa nyuma. Dunia wanyo wanasema sasa hivi dunia iko kwenye kiganja tu. Mungu atuhurumie sana watu wa Mungu. Sasa sijajua kanisa liko kwenye nini. Mimi sijajua kanisa liko kwenye nini. Lakini dunia yenyewe imejitafuta mpaka imejipata dunia. Lakini Ukristo bado sijajua. Na hii ni kwa sababu watu wa Mungu, tuambiane ukweli, tumekataa au tumeamua sisi wenyewe kumpoteza huyu Roho Mtakatifu, na tukabaki na elimu. Inasema wote wakajazwa. Kanisa tutamani kujazwa. Wakati mimi naokoka mwaka 1965, nilipomwamini Yesu, nakumbuka ilikuwa ni kwenye mkutano wa Mzee Kololo. Nilipomwamini Yesu, siku hiyo jioni roho yangu ikawa inauma. Sasa nimemwamini Yesu na mhubiri ametangaza mtafute makanisa ya kiroho, na mimi sijui kabisa kipindi hicho kanisa la kiroho ni lipi, lakini moyo wangu ukawa na shauku na unatamani sana kujua hilo kanisa linaloitwa la kiroho ni kanisa gani. Nikiwa naumia hivyo jioni kwenye mida kama ya 1:00, nikasikia sauti ya moyoni kiniambia, kesho asubuhi jiandaa mapema, kuna mtu atakupitia. Huyo mtu akipitia hapa, mfuate mpaka kwenye kanisa analokwenda kusali. Na kweli asubuhi nikawa mwaminifu, nikaamka mapema, nikajiandaa. Nilipomaliza kujiandaa, nimekaa pale, kwa sababu mimi nimetokea dini fulani, siisemi hiyo dini yangu, iache tu. Na sikwambii niliongozwa kwenda kwenye dini gani. Usitake dini. Hapa mimi nataka tuzungumze, mimi lazima utumishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili tukivamia yeye unyakae, ndugu zangu, asifiwe Yesu. Watu wakimbilie kwa Yesu. Watu waone kuna tofauti kati ya dini na mtu aliyeokoka. Sema amen. Amen. Asubuhi nimejiandaa, akaja mtu. Huyo mtu nilikuwa simpendi sana, lakini ndio akaja. Kwa kwanza nimeshajiandaa, nikaona huyu hapa, akaja. Na alipokuja hakuniambia twende kanisani, lakini Roho Bwana akaniambia huyu mfuate. Na mimi sikumwambia kama anakufuata wala atakwenda huko unakosali, lakini ametembea mbele na mimi nyuma mpaka kanisani. Nilipofika kwenye ile kanisa, asifiwe Yesu, mpaka yale mahubiri ya mwaka 90 sijayasahau. Nilisikia kububujika, nilisikia furaha, nilikuta nguvu ya Mungu Pastor Beda, sio ya kawaida. Nilikuta Roho Mtakatifu kipindi, sio unaweza kuona waziwazi, yani unaona utukufu wa Mungu kwa macho ya damu haya. Amen. Sio macho ya rohoni, siku hizi mpaka macho ya rohoni. Amen. Naona kiroho. Niliona nguvu ya Mungu isivyokuwa ya kawaida siku hiyo. Nilisikia kama nilale kanisani. Mimi niliona kama muda wa ibada ni dakika 10. Kumbe ibada imeshapiga masaa 6. Nini? Ile nguvu ya Roho Mtakatifu. Yaani ibada ilivyokuwa nzuri. Tumeenda hivyo. Nakumbuka nikiwa mchanga kabisa hivyo. Sina hata wiki 3 kanisani 4. Watu fulani wakasema tuombe Mungu, tuwe na maombi ya kufunga siku 3 kavu. Mimi hata sijui kufunga kipindi hicho. Sijui cha siku 3 kavu ikoje, maana yake ndio mchanga nimeingia tu kwenye makanisa haya ya Kipentekoste. Makanisa haya ya kwenu Mzebe. Ndio. Na mimi nikafunga siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, njaa inaniuma mpaka nashindwa kutembea. Kumbe wenzangu wao kidogo walikuwa wanakunywa uji asubuhi na jioni wanapata maji. Lakini mimi kwa sababu ya ile shauku, Bwana Yesu asifiwe, mimi nikapiga kapu na mpaka nashindwa kutembea. Lakini
nasikia raha. Yaani sisikii kama kuna njaa. Miguu imekuwa kama mizito inakufa ganzi, lakini ile raha ya Upentekoste. Mungu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikifika kanisani nalala kwenye mafomu. Nasikia raha kuwepo kanisani. Ile laza ile. Mungu asifiwe sana. Ile laza ile leo iko wapi? Hiyo laza ya Upentekoste leo imeenda wapi? Ndio utaona leo namna ambavyo tunajaribu kusukuma kazi ya Mungu kwa nguvu zetu, na mwisho wa siku hatuwezi. Lakini tukiruhusu Upentekoste, tukiruhusu Roho wa Bwana, tukiruhusu nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu, kazi ya Mungu ni nyepesi. Kazi ya Mungu haina majuto. Nguvu hii ambayo inazungumzwa hapa, tukikubali ndugu zangu kubadilika kanisa, tukamwambia Roho Mtakatifu tunatubu na tunarejea tena kwenye Pentecost, tutaona kumtumikia Mungu sio adhabu bali ni furaha. Lakini leo kazi ya Mungu imekuwa kama vile msiba. Mungu atuhurumie sana. Ushahidi mzuri wa maandiko ni kwamba wote walijazwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndugu zangu ni ahadi. Ukisoma Yoeli 2:28 ni ahadi. Haijaanza kwenye Agano Jipya, imeanza Agano la Kale. Siku nyingi Mungu anasema nitamimina Roho wangu juu ya wote wenye mwili. Haleluya. Haleluya. Anasema itakuwa siku za mwisho, nitamimina Roho yangu juu ya wote wenye mwili. Akaelezea mambo mengi pale, anasema na hao akasamka, vijana watafanya nini, wamama watafanya nini, wazee watafanya, akaelezea mambo mengi. Kwa hiyo tunapozungumza utumishi, hatuzungumzi wanaume, tunazungumza pamoja na wakina mama, pamoja na wakina baba, pamoja na wakina dada, kuivamia unyanyasaji. Yesu asifiwe. Amen. Wewe unanisikiliza leo, wewe ni mtumishi wa Mungu. Asifiwe Yesu. Amen. Asifiwe Yesu. Ni wewe kuruhusu nguvu ya Mungu itembee pamoja na wewe. Amen, amina. Mzee Beda, mimi nakwambia, pale nilipopelekwa ni chimbuko la Uislamu. Ningeenda na dini, ningeenda na theolojia pale, leo nisingekuwepo pale. Huyo anafahamu. Tulipoanza tu kujenga msingi wa kanisa, ndugu zangu, msingi umefika tu hivi, siku moja watu wakaja na bakora zao. Wewe kweli jamaa anajenga kanisa? Hiyo bakora zao. Hawajui kama wamepigwa upofu, wanione kama niko pale. Na mimi waliposimama, walipoondoka, na mimi nikaenda kusimama pale pale. Nikasema Yesu, kwa sababu sikusikia kinachosemwa ila wewe ulisikia. Na mimi niko hapa naachilia damu yako. Kwa hapa tutajenga madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Tutajenga madhabahu hapa. Amen. Na kweli leo tuko kwenye leta. Amina. Amina. Leo tungeenda na nguvu ya ugali ndugu, tungeenda na Ukristo huu wa sasa hivi huu. Mungu atuhurumie sana. Mungu atuhurumie watu wa Mungu. Natamani kuona kwamba kanisa la sasa hivi, kanisa letu la leo, Upentekoste wetu wa leo, uwe ni Upentekoste ambao unabeba Roho Mtakatifu. Sio Upentekoste wa dini. Nilikuwa namsikia mchungaji mmoja kwa Facebook akisema Upentekoste bila Roho wa Mungu ni dini tu iliyoboreshwa.